viongozi wetu wa kanisa, maaskofu pamoja na wachungaji, viongozi wenzangu pamoja na Wakristo wote, hamjambo. Hamjambo tena. Bwana Yesu asifiwe. God is good and all the time. Hebu tusalimiane hivyo hewani. Bwana Yesu asifiwe. Asanteni sana. Mimi kwanza nataka nimshukuru Mungu kwa kutupatia nafasi asubuhi ya leo tufike hapa Kipkorgot katika kaunti yetu ya Uasin Gishu katika ibada hii maalum ya kusherehekea ujenzi wa kanisa hii letu, nikiwapongeza waumini na viongozi wa kanisa hii kwa kazi nzuri wamefanya. Nataka niseme pongezi sana. Nimeambiwa mara mbili. Pale nyuma niliulizwa ya kwamba kuna kanisa inajengwa pale Kipkorgot, nikatumana. Tena hapo katikati kaambiwa kuna kanisa ile bado mambo yake, nikatumana. Lakini leo nimesema nitakuja mwenyewe ili niungane na nyinyi katika kufungua kanisa hii rasmi. Na nilikuwa tunaona kwa ramani na kwa michoro, lakini I must confess it is a beautiful church. Pongezi. Na nimefurahi ya kwamba tumeungana sisi zote Wakristo wa sehemu hii, mumejitolea kiasi kikubwa, mumekusanya karibu milioni 40 kujenga hii kanisa. Pesa ambayo tumewasaidia nayo ni pesa kidogo. 80% of the construction of this church has been done by the members here, and I must say congratulations. Nataka niwashukuru maaskofu wetu kwa kutunenea neno la Mungu, na kwa sababu ya sisi wote kujumuika katika kujua ni vipi tunaweza kwenda mbele pamoja kama Wakenya na hasa tukiwa Wakristo. Nataka niwashukuru sana kwa kutuombea, kwa kuombea serikali yetu, kwa kuniombea mimi kama kiongozi wa serikali hii na viongozi wale wengine wote ambao tunafanya kazi pamoja na wao. We don't take it for granted that the church prays for our nation. We want to say thank you very much for praying for our nation. Nataka niwashukuru wananchi wa sehemu hii. Mbali na nyinyi kuwa Wakristo, pia ninyi ni Wakenya na mnasaidia sehemu kubwa katika kuchangia vile tunaendesha taifa letu. Tuko na mipango mingi ya vile tutaenda mbele pamoja kama taifa, lakini hiyo mipango haiwezi kufaulu na haiwezi kuendeshwa na viongozi peke yao. Lazima tujumuike na wananchi wote. Nawashukuru sana kwa sehemu mnayochangia ambayo ni sehemu kubwa. Mbali na kujenga kanisa hii, pia mnasaidia katika kujenga taifa la Kenya. Mnajenga kanisa lenu, but you also remember as citizens to also contribute in the development of our nation. Ile kazi ambayo mmenipatia ingekuwa ngumu zaidi kama hamungekuweko kunisaidia kufanya kazi hiyo. Kwanza kwa sababu kaunti hii yetu ni kaunti ya wakulima. Mnajua pale mbele niliwaeleza ya kwamba we are going to change Kenya. We are going to transform this nation. Wengi hawakuamini, lakini leo sura ya transformation imeanza kuonekana katika taifa letu la Kenya. Na mimi nataka niwahakikishie
ya kwamba hatutarudi nyuma, hatutaenda kando, tutasonga mbele mpaka tubadilishe taifa letu la Kenya. Na vile mnasaidia katika hiyo transformation kwa mambo kama 3-4, mchango wenu ni mkubwa. Tulisema tutabadilisha kilimo, tukapunguza gharama ya mbolea. Mungu akatusaidia na mvua, na bidii yenu ikatuzalishia chakula. Ile gharama ya chakula ilikuwa juu, leo imeteremka chini. Inflation ilikuwa juu, leo imeteremka chini. Na tumehakikisha ya kwamba tunawasaidia wakulima pande zote. Wale wa maziwa bei ilikuwa chini, tumeweka shilingi 50 na tunalipa kwa wakati. Mimi nashukuru sana, naona mumeanza kupanda kahawa. Naona mnazidi na kupanda avocado. Mwaka huu kwa wakulima wa Kenya, pale tulikuwa tunaagiza mahindi kutoka nje, mwaka huu hatujaagiza mahindi hata kidogo Kenya. Tulikuwa tunaagiza sukari kutoka nje, wakulima wetu wa sukari wamezalisha sukari ya kutosha, hatujatumia pesa zetu za kigeni kuagiza sukari kuingia Kenya. Ile tunatarajia sasa kwa mapenzi ya Mungu tukienda mbele ni vile tutauza mahindi yetu kwa masoko mengine ya nje, vile tutauza sukari kwa masoko yetu ya nje. That is where we are taking our country. And that is the transformation that we wanted in Kenya. Tumeongeza ile mazao yetu ya kilimo. Mulisikia juzi katika taarifa yangu kule bunge kwamba tumeongeza ile mazao yetu ya kilimo, dairy products na zingine ambazo tunauza katika soko za kimataifa kutoka bilioni 4.5 mpaka bilioni 7.4 billion ambaye tumeuza mwaka huu soko za kimataifa. Mpango yetu ni kuhakikisha ya kwamba we double our exports of agricultural products, especially dairy products. Tunazidi na kusonga mbele. Sehemu yetu ya utalii, watalii mwaka uliopita walikuwa 1.4 million. Hiyo mwaka iliyofuatilia ikakuja 1.9 million. This year tutafikisha watalii 2.5 million wanaokuja Kenya. In the next 3 to 5 years tunataka watalii milioni 5 wakuje katika taifa letu la Kenya, watusaidie kusukuma uchumi, watoe nafasi ya ajira kwa vijana wetu na watusaidie katika kupata pesa za kigeni. That is the transformation of Kenya. Mungu ametusaidia, tunasukumana nayo. Nasikia waheshimiwa wabunge hapa wamesema ile program yetu ya electrification, kuunganisha stima ifike kwa wananchi katika manyumba yao. Saa hizi program hiyo target yetu ni households 1460. Tunataka kuwafikishia stima mwaka huu na mwaka ujao. Saa hizi tuko na mijadala na mazungumzo na development partners wengine. We want to expand that last mile connectivity to households ifike manyumba 1700 by 2026. Katika kusukuma maendeleo ya Kenya, kupeleka Kenya mbele. That is the transformation we are focused on, kuhakikisha ya kwamba tunabadilisha taifa letu la Kenya. Vile vile mpango yetu ya affordable housing. Mnajua tumekuwa tukizungumzia affordable housing miaka 30, lakini haijawahi kufanyika. Leo nikiongea na nyinyi, manyumba 1124 inajengwa Kenya. Hapa Eldoret
Pale Pioneer tunajenga nyumba 2,000. Hapa Railway City tunajenga nyumba kwanza between now and next year. Hapa Eldoret peke yake kwa sababu mpango yetu ni kupanga ajira ya hawa vijana, number 1, kuhakikisha kwamba viwanda yetu ya simiti, ya chuma inaendelea, number 2, na number 3 ya muhimu sana, ile mashamba tunatumia tusiwe tunazipunguza kwa kutumia kwa makao tuhamishe ikuje hapa mjini. Zile mashamba yetu tutumie kuzalisha chakula, ndio Kenya iweze kupata mambo ya kilimo na tuende mbele pamoja. Nafurahi pia kwamba wananchi wameanza kuelewa ya kwamba harakati hii, shida kubwa ambayo tumekuwa nayo na matibabu, wananchi wengi hasa wale wa mapato ya chini hawajawahi kupata bima ya afya. Kuna wananchi wanaenda hospitali wanaambiwa rudini nyumbani, uende ungoje kwa sababu huna pesa, utaenda ungoja siku yako ya kwenda mbinguni. Lakini sasa tumesema kwa sababu sisi ni nchi moja na tunapanga na tunataka tuwe na usawa, ndio tukasema hii universal health taifa care tunataka ifikie kila mwananchi. Yule ambaye hataweza kulipa, serikali ya Kenya itakulipia. Yule ambaye uko na uwezo kidogo, utalipa kidogo. Wale tuko na uwezo mkubwa kama sisi, tunakatwa kila siku. Mimi nakatwa I think karibu 1,100 kila mwezi. Hawa wabunge 30,000, wengine 1,000 ngapi hapo, ndio tuweze kubeba kila mwananchi wa Kenya aende hospitali, atibiwe na aweze kwenda nyumbani bila ya kuhangaika. Mtu asiuze mali yake tena, asiuze ng'ombe, asiuze shamba, ati tunalipa mambo ya afya. That is the nation we want to build, and that is the transformation we are undertaking in Kenya. It is something we have always wanted to do, but we haven't gathered the courage to do it. This time round, we are going to do it. And I promise you, we are going to change Kenya. Kwa sababu tumekuwa tukizungumzia haya mambo kwa miaka, lakini hatujapata courage ya kuyatekeleza. Mimi nataka niwahakikishie tutatekeleza. Nyinyi ni wakulima, wafugaji. Foot and mouth disease, inaitwa kwa Kikalenjin Maigutik, nyinyi mnajua. Tumekuwa tukiendesha hiyo chanjo, mimi nikizaliwa ilikuwa inaendelea. Sasa kuna watu wengine kwa siasa duni ya pesa 8 wanataka kutuambia hiyo chanjo ambayo tumekuwa tukifanya ati ni haramu, ati ng'ombe zetu siendelee kuwa wagonjwa. Surely, hata kama ni siasa, si watafute siasa ingine jameni ya kufanya, watafute sera mbadala. Sasa wasisema ati chanjo hatuwezi kufanya. Hii ugonjwa ya foot and mouth disease itaondolewa kwa njia gani? Kwa rally ama kwa maandamano? Itaondolewa kweli? So please, na wauliza viongozi wa Kenya, let us be decent leaders. Let us learn not to politicize the things that matter to the people of Kenya, the economy of Kenya. We have opened up markets for our dairy products. We have opened up markets for our beef products. We have opened up markets for our leather products. But we must contain diseases in our livestock. And that vaccination is being undertaken by our scientists with vaccines manufactured in Kenya using Kenyan technology
hiyo vaccines inatengenezwa hapa Kabete na imekuwa ikitengenezwa miaka yote. Hiyo vaccines tunauzia nchi zingine. In fact, hapa Kabete we have among the largest vaccine manufacturing facilities in our continent. So I want to ask our fellow leaders tushirikiane namna hiyo, tuache porojo na propaganda na uongo, tuweze kutengeneza vile Kenya itasonga mbele. Kwa hivyo mimi nawashukuru sana. Hiyo kazi yote ambayo tunafanya, tunataka kubadilisha Kenya. Na mimi nataka niwahakikishie, I am determined to change this nation. And nothing is going to stop us from transforming Kenya, because this is what we have always wanted to do. We have always wanted to roll out affordable housing. We will do. We have always wanted to implement universal health coverage. We will do. We have always wanted to create equality. That is what we are aiming for. Na tutashirikiana na viongozi wote. Mnajua mwaka huu tulianza tukiwa serikali ya Kenya Kwanza. Hapo katikati mambo ikatokea, mengine mabaya ikaandamana na mengine mazuri. Sasa tukawa na broad based government. Sasa ile serikali imepanuka, watu wamekuja wengi wa kusaidia kusukuma gurudumu ya serikali. Hata juzi mumeona nimezidi na kupanua tena, wengine nimewaingiza. So basi ndio tulete umoja, tulete maelewano, ili lengo letu sio mashindano ya wanasiasa. Lengo letu ni transformation ya nchi yetu ya Kenya. Vile tutatekeleza yale mambo yatatupatia ajira ya vijana, yale mambo yataweka pesa kwa mifuko ya wakulima, yale maneno ambayo yatatupatia high quality of life in Kenya, yale mambo ambayo yatatupatia exports, ndio tuweze kuwa na taifa ambayo imesimama imara na taifa ambayo inajua mahali tunaelekea sisi wote. Kwa hivyo mimi nawashukuru sana kwa maombi yenu, nawashukuru sana kwa support yenu, na mimi nataka niwaambie, I will not let you down. I will be at the forefront to change and transform this nation, and it shall happen when we are seeing with our own eyes. Na wale ambao wanaongea mambo mingi, lakini si tuko hapa hii dunia, tutaona tu maneno vile itakuwa. Kwa hivyo sasa hiyo ndio kazi rahisi imefanyika ya kufanyika city. Hii city, nimeshukuru Bishop. Umesema hii city inataka kanisa kubwa kama hii katika milango yote. Tujenge kanisa kubwa kama hii. Hii barabara inaingia mji hii, tuwe na kanisa kubwa hapa. Tuwe na kanisa ingine kubwa pande ile ya kuchunga barabara ile ingine. Tuwe na kanisa ingine kule Mailine ya kuangalia hiyo barabara. Na hata mimi na Chepkonga na huyu Profesa Parto, hata sisi tutajenga ingine hapa. Hapo kuna barabara ingine inatokea pande hiyo. Tutajenga ingine kubwa kama hii tena. Si ndio? Ndio hii city yetu iwe ni city ya Mungu. Tuchunge hii city. All the gates ya hii city iwe na maneno mzuri. Sinama hiyo. So tutazidi na kufanya hivyo, na nimefurahi sana vile hii kanisa inaendelea kujengwa. Sasa imekamilika, zile zingine zinajengwa, na msikue na wasiwasi. Sisi tunaelewa neno la Mungu ya kutosha, tukijua ya kwamba tukienda kanisani tunamtolea Mungu, hatumtolei mtu, hatumtolei askofu, hatumtolei mchungaji, hatumtolei chairman, tunamtolea Mungu.
Kwa hivyo, na mimi nataka niwapatie ushauri. For those of you who may not know, I can give you free advice. You will never go wrong by giving to God. And if you want evidence, look at me. Yes, I am a living testimony of a person who never went wrong for giving to God. I am a product of giving, and I am very proud. And I have no apology to make. I have no regret whatsoever for giving to God, because God gives back in equal measure. So, tuendelee kusonga mbele namna hiyo, tushirikiane kwa pamoja. Mimi nataka niwaulize, nimesikia askofu ameongea vizuri sana, na nimeona vile watoto wetu wa kanisa hii wa kwaya yetu kwanza wameimba vizuri. You have a wonderful choir. Pongezi. I was so proud to listen to you. Nitaomba mtuimbie wimbo moja kabla hatujamaliza. Yani vile mnaimba, yani rhythm iko chonjo sana. Korada. Nimeona pia watoto wa Sunday school vile wameimba. You've done very well. Ile kitu tu nimeobserve, Bishop, kwa kwaya yetu, kwaya ya Sunday school, ile kwaya ya ingine wale middle ground wale, 80% ni girls, 20% ni vijana, hawa wanaume. Sasa hawa wanaume wako wapi? Ndio unaona tunapata shida na femicide, kwa sababu wale sasa ndio wanangojea hawa huko na hiyo maneno, si ndio? So please, mimi nataka niwaambie hivi, kanisa wacha niweke vizuri, serikali na jeshi na polisi na wale wote hawawezi kuhubiri neno la Mungu kwa hawa watoto. Kanisa haiwezi. Serikali haiwezi. Nyinyi kama kanisa, you are the people to teach the word of God to these children of ours. The government of Kenya cannot preach to our children. They cannot teach our children the word of God. They cannot teach our children what is good for them. Let me also say, the government of Kenya cannot parent your children. Every parent must do their job. Every parent must look after their children. So we must stop the blame game. The church wants to blame the government. Parents want to blame the government for things that they are supposed to do. I want to ask every parent, please look after your children, teach your children, mentor your children, have time for your children as a parent. The government cannot be a parent to your children. Let me ask the church, please, our bishops, our fathers, the leadership of our religious institutions, preach to our children. Teach our children the word of God. Mentor our children. The government has no capacity to preach in church. It is our responsibility to deal with criminals. But the criminals we deal with
come as a result of the failure of parents to mentor their children, of the failure of the church to teach good morals to our children. And you know, many people are encouraging us, oh, the government must arrest these people, must jail these people, must do this, which is okay. But by the time we jail these people and arrest them, we are dealing with a very bad situation. The criminals in all these places are our children that come from our homes. It is us to stop them from being criminals by mentoring them, by parenting them, by teaching them the word of God in church. You know? So I'm really encouraging an all of society approach. And that is why I will not stop building the church, because we need a place where our children can be taught the word of God, where our children can be mentored, where they can be given spiritual guidance so that they can become better citizens. And it is much more easy for government to do whatever it is they are doing if we have citizens that have good standing, that are of good morals, and that are of good stature and mentorship. So tushirikiane namna hiyo, na waomba na wasihi tuweze kufanya hiyo kazi pamoja, na waomba pia ya kwamba viongozi wa kanisa, viongozi wa siasa, sisi wote ni viongozi katika taifa moja. Tutafute namna ya kushirikiana na kufanya kazi kwa pamoja. Hakuna haja ya kulumbana, kujibiana mambo ambayo hayana maana, kuleta chuki, kuleta uhasama. There is no need. We need to work together. We have enough challenges to deal with as leaders in Kenya. Let us not introduce others between leaders of different sectors of our society. So, mwisho kabisa, kwa sababu mimi nimewasaidia kujenga hii kanisa, mtakuja kutusaidia kujenga ile ingine, si ndio? Ubone na huyu engineer Sudi amesema ati nichague kati ya kuweka viti ama kujenga Sunday school, si ndio? Kago yangu ama ni ukarabati yake. So nimeona hapa agere kwa mwase ne ole ine katagi jo bengejero kiuje ba ine milimani angenale ngejorota ba milimani angenole gigibune lakini ngotepsige ngalala chairman angena huyu chairman. So if you want my advice, I will give you my advice on what kind of seats we can have here, so that we can have seats that are nini, lakini utaamua lakini ile utaamua, basi nimekubali, nitanunua viti ya kanisa hii. So kwa sababu nimeambiwa ati viti ya leo ni ya kuomba. Ile woza amengejeroki kakipite bengi. Alafu kwa sababu ile Sunday school ni muhimu. Ile Sunday school ni muhimu. That is where we build the character of our children. That is the place where we lay a firm foundation for the future citizens of Kenya. And that is why mbali na hii viti yule chairman sijui mangano alisilinga takanisa in Sunday school, lakini I'll give you 5 million ya hiyo ya Sunday school. Awata Sunday school na garara. Hawa watoto
nimefurahi sana. If we can give a solid character foundation for the children that I have seen here, we will have a better country going into the future. We will reduce the incidences of femicide. We will reduce drug abuse. We will reduce criminality if we build a solid character of our children and citizens, especially at a young age. And therefore, I want to encourage the church. Please, it is okay for you to criticize and to tell us the things you want to tell us. But do us one thing. Build a solid foundation for our children. Teach our children the Word of God. Lay a strong foundation and character for our children. We will have a better country for all of us. So, ababa missing a muamigayu, so singing a lang election a lot. Again, we are about to was. So, nimesikia wa viongozi wamesema ya kwamba hii barabara yetu kutoka kule Nairobi imeleta changamoto, and it is true. We had a PPP program between us and a French company, but it didn't work out. But we have other alternatives that we are working as government. The commitment I want to give to you is that next year we will begin the construction of dual carriageway from Nairobi, first to Nakuru, and then from Nakuru later we will take it all the way to Malaba. So mutulize maneno kidogo, lakini hiyo dual carriageway we've already a program, and we are already in discussion with different companies on how that road is going to be done, so that we can ease the congestion and provide more transport capability for our infrastructure. Barabara zile zingine za huku kijijini pia iko katika mipango yetu. Asanteni sana kama Gongoi Missing. Bye bye. Mimi nawatakia Krismasi njema yenye baraka kubwa na mwaka mpya wa 2025. Mungu awabarikie sana. Asanteni. God bless you.